msingi wa maisha yetu ya kiimani tangu tunapomwamini Yesu mpaka mwisho wa maisha yetu unategemea sana neno la Mungu. Na ndio maana mitume waliwataka hawa waamini 3000 waliokuwa wameamini wadumu katika neno la Mungu. Huwezi kuwa na maendeleo ya kiroho kama hautadumu katika neno la Mungu. Unapodumu katika neno la Mungu, kwanza itakusaidia kuelewa kweli ni ipi na uongo ni upi kupitia neno. Watumishi wa benki pamoja na taaluma yao ikiwa na mambo mengi ndani yake, lakini pia huwa wanafundishwa namna ya kubaini noti bandia na noti original. Wana mashine inayowasaidia kutambua noti bandia, lakini mikono yao huwa ina uwezo pia wa kutambua noti bandia. Yaani anaposhika noti 10,000 akaipikicha hivi, anaweza kujua kwamba hii ni bandia na hii ni original. Sasa uwezi ukaelewa noti bandia kama ujui noti original ikoje. Unapoelewa noti original, maana yake ikija bandia utaielewa. Sasa unapoelewa kweli ya neno la Mungu, maana yake ukija uongo utauelewa. Na ndio maana mitume waliwataka watu wao wadumu katika neno la Mungu. Ndugu zangu, hivi sasa tunaelekea ukingoni. Yesu anarudi. Mambo mengi sana yanayoibuka mapya ya ajabu, yote yanaonyesha tuko ukingoni. Kwa hiyo jambo la msingi, tunahitaji kuendelea kujitolea katika neno la Mungu, kuliishi neno, kulitenda neno, lakini pia tujitoe ili tuweze kumtumikia mfalme Yesu. Amen. Ili ataporudi kulinyakua kanisa, tuwe miongoni mwa wale ambao tutakao kwenda kumlaki Bwana mawinguni, lakini pia tutapewa taji kulingana na utumishi wetu tuliofanya chini ya jua. Kwa hiyo asiwepo mtu yeyote wa kukuvunja moyo. Asiwepo mtu yoyote wa kukurejesha nyuma. Gharama ya wokovu alilipa Yesu msalabani. Lakini ili upokee thawabu mbinguni, inaamuliwa na namna ambavyo wewe ulijitolea kumtumikia Mungu ukiwa hapa duniani. Na niseme hivi, kama hutaweza kumtumikia Mungu, maana yake automatically utamtumikia shetani. Unapoamua kumtumikia Mungu, maana yake unaamua kuliishi lile kusudi ambalo kupitia hilo mimi na wewe tupo duniani. Mimi siamini kwamba tupo duniani kula, kushiba, kulala, kujenga magari, kuendesha magari, kujenga nyumba, si kufanyeje na kadha. Hayo yote ni mazuri, lakini bado kuna kitu Mungu anataka kupitia wewe kiweze kufanyika chini ya jua. Na kitu hicho kinaitwa utumishi. Angalia hivi, mimi naweza kumtumikia Mungu kwa namna gani? Ni kama tunaanza moja hivi sasa, lakini hii moja ni moja yenye nguvu sana. Kuna sehemu tunakwenda, tutafika. Inawezekana pia wakainuka watu wa kukuvunja moyo. Mnapoteza muda. Hapana. Mambo ya imani yanahitaji kujisimamia wewe mwenyewe binafsi. Kama ulivyozaliwa peke yako siku moja, na utaondoka siku moja peke yako hapa duniani. Na huko hautakuwa na mtu mwingine yote yule. Kwa maisha ya kiimani yanahitaji kujisimamia zaidi wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Biblia inasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Sasa nilikuwa najaribu kulichimba ili neno kudumu katika Biblia inayofafanua ili neno kudumu lina maana gani. Lilikuwa na maana kadhaa. Maana ya kwanza ya kudumu ni kukubaliana. Yaani uwezi ukadumu kama hamjakubaliana. Naamini hata kuwepo kwenu hapa mmekusanyika kwa sababu mmekubaliana. Kwa hiyo kudumu, maana ya kwanza ni kukubaliana. Maana yake mtu ambaye hajakubaliana hawezi kudumu kwenye hicho kinachoendelea.